Moja ya tabia mbaya na ya kibinafsi sana ni tabia ya kuongea, yani kumchosha mtu ambaye ana roho nzuri kwa shida zako. Kuna watu wana roho nzuri, kuna watu wema, kuna watu wanajali matatizo ya watu. Kuna watu wako tayari kuongea na wewe muda mrefu, kukupoza, kukufanyeje. Sasa wewe ndugu yangu, kuwa mpole na kuwa mkweli. Kuwa mkweli kwa sababu gani? Dunia hii wewe nao kuna wema na Mungu anakufanyia. Sio kwamba wewe kila siku wewe ndo una shida tu. Si unanielewa? Sio kwamba wewe kila siku ndo una changamoto tu. Mungu naye kuna kheri anakufanyia. Hizo kheri ziko wapi? Zitaje hizo kheri. Kwa nini hautaki tujadili hizo kheri? Kwa nini wewe kila siku ndo una changamoto? Kwa nini haufurahii maisha yako? Kwa nini? Kwa nini mimi na wewe nikiongea tunaongea shida tu? Kwa nini huyo mtu unasema ni mbaya? Yaani huyu ni mbaya tu. Hana wema hata kidogo. Sasa hapa baada ya muda unampoteza huyo mtu ambaye anakufanya wema, anakusaidia, anakushauri. Unampoteza, anachoka. Si binadamu, sisi sio Mungu. Huyo mtu anaenda anachoka. Alafu akishachoka, ndugu yangu, utakuwa umejichoma mwenyewe, umejiingiza kwenye matatizo mwenyewe. Kwa sababu sasa hivi atakuwa anakusikiliza kwa jicho la kwamba huyu msumbufu, sio mtu kwa kutaka mabadiliko. Na ukitaka kujua mtu ambaye anakuchosha, ukimpa solution, ukimpa utatuzi wa jambo, hakubaliani nalo. Mtu muongo ambaye anataja tu madhara ya majanga, hataji neema anazozipata, na anakuficha neema ili wewe muoneshe huruma kila siku. Dalili yake ni kwamba ukimpa solution, ukimpa matibabu, ukimpa njia ya kujitibu, haifuati. Baada ya muda ananyamaza, anapotea, anarudi tena. Sasa mnawapoteza hao watu, tunawapoteza hao watu kwa tamaa zetu, kwa ujinga wetu, kwa upumbavu wetu. Maana ni upumbavu. Na